nimeona watu wakilia kwa mitandao kama hao ndugu zangu. Nimeona watu wakilia kwa mitandao, mtu anasema nilisahau nikaita mtoto wangu Ruto. Saa hii hata shuleni hata imeshindikana kuita maisha yangu ya kutangalini kwa sababu ya jina. Sasa tafadhali unakuja hapa kama huyu mbunge mwenzangu ambaye ametoka hapa, umwekee makosa. Asitutofautisha, kuna saa ya mkono na kuna saa ya ukuta. Yeye anajua saa ni ile ya mkono, ajui kana kwamba kuna saa ya ukuta. Yeye anajua Ruto, ajui kuna mwingine. Haya, halafu kuna mwenzangu ametoka hapa, ule mlisikia sasa kutaja, utajijazia nikuambia. Ati anaongea mambo ya Kisii na ielewe Kisii, sijui anasema hema iko pande gani na ielewe. Anaongea kama mzungu na nikimwangalia hata ni mweusi kuliko mimi. Anaongea kama mzungu. Sasa tunajua wazungu, unajua kama sio hao, sisi hapa unajua hatuwezi kiendeleza. Wazungu ni Mungu. Bunge, wazungu ni Mungu. Kwani kuna mahali tunajua bila wazungu hatuwezi survive. Nani ajui katika nchi yetu ulimwengu mzima Afrika ndio nchi tajiri kuliko wazungu? Ni ile wazungu wanagonganiza wa Afrika viji. Kuna nchi tajiri kushinda Kongo, Walivayo, unajua hiyo? Dunia mzima hakuna. Wewe sema Walivayo, kuna nchi ambayo ni tajiri kushinda Kongo? Hakuna. Kama kunao kuja hapa uni confuse. Hakuna, uliza mimi. Nchi tajiri kushinda Kongo. Hata Afrika mzima Kongo ni namba ngapi? Huyu hajui historia, achana naye my friend. Achana naye. Even na America can't survive without Congo. Mwenye anajua historia. Ndio the richest country in the whole world. Kama hujajua. Huyu amesema na mimi namsupport. Ni vile hataki kuingia kwa hiyo. Shule iko mbali. Kongo iko mbele kwa sababu iko na minerals mingi. Si ati nchi tajiri wanatengeneza hapa japo hapa. Kisii kaunti ya Kitwe. Worldwide. America is a very Kongo namba 46 wanatengeneza jamaa basi. Unajua kenye tunasema. Si mimi nimesema kama hii ya shule watoto wanasoma shule hata hii mpaka katikati ambaye tunaongea sasa hivi. Leo asubuhi wame strike, kuna mkata alikuwa na mafuta wamevumba. Sasa hii hakuna na watoto pale. Kitu kama hiyo ndio unafaa kuja hapo address, mwambie wa Kenya mbinu mbadala gani tunaweza tafuta. Tuongeleze watoto wetu, tujaribu kuongea na walimu, tuone vile tutasaidiana. Sio kuja kutuambia maneno ya bila Amerika tuendelea. Amerika ndio inapea watu tunafungua. Hata wao wanafungua hii watu wanafungua. Na kuna wabunge wengine kama huyu mwenzangu. Yeye anajua Ruto peke yake. Na hata Nairobi hapa sioni kama atafika 2027. Maisha imemkutasa. Hapo tunaangalia mwenyewe anatafuta vipi hata tunaongea vitu sisi. Tunasema ni tutamuona hapa. Atakuwa nyumbani hapa. Wewe uchange kitambulisho. Kupeleka pale unaweza kupigia kura. Kama unaleta hapa na tutafika 2027. Haya. Turudi kwa mambo ya Matiang'i kule Kongo, kule Meru, ambaye mkundi zimetuma pale kuharibu mkutano yake kidogo. Mimi nilikuwa naomba hivi wa Kenya, kama mko na idea na kama mnataka kiongozi kwa jana hii ingine hao wako tunasema ni bora, tuko na kiongozi ile unasema bora. Kiongozi bora ni Fred Okengo Matiang'i. ndio Wakati alikuwa kwa serikali hakuna track record. Ni nani ajui hiyo? Kama uko hapa na ni Gen na una hii habari na ulisoma wakati wa Matiang'i, wengine wao uko unaona wewe ndio wale walikuwa wanasumbua kusoma mazuri. Lakini kama ulikuwa mtoto anasoma saa hii wewe hata ndani yako usatiki Matiang'i bila mimi kupando mimi. Sasa kitu kingine nataka niende. Hii maneno Simba Rati anataka kutufanyia nyumbani pale Kisii. Simba Rati tunakukujia hapo. Hapo si pale Tagureti walikuwa na panga kuni, si mara unaenda Kibira pale na terrorist. Pale ni nyumbani. Na wale walitumika kama hamuna habari, wale walitumika kupiga MCA. Sasa hii wengine wao hata sijui kama ndio. Na hiyo sijui, lakini ripoti ya polisi iko nao. Na kwa hivyo kule nyumbani Kisii, mimi kitu najua pale hakuna kitu kusema. Kama uongei mambo ya Jubilee pale hakuna chako. Hata huyu ndugu yangu namuomba sana, akienda nyumbani achunge mdomo na anajua Wakisii sisi atubembeleze, hata kama ni ndugu yako ni kupitia kidogo. Na hapa ni sasa ndio nasema, Mheshimiwa Spika, nataka nimalizie nikisema hivi.
bunge tukikuja hapa kama mambo ya Ebola, sio kitu tunafaa tuambie Wakenya ati wewe ulete ugonjwa na pesa uleta kwa bongo, halafu tena uanze kung'ang'ana nayo kuuza ng'ombe, kuuza mali, kupigana na hiyo ugonjwa. Hiyo ni jinga ya soda.